Majamaa, leo nataka niwapigie riba moja noma sana. One of the most lethal and secretive operation enye KDF wameifanya na ilifanyika pale Somalia, pale Jubaland. Yaani huko mambo ilikuwa ni noma sana. Alafu unajua hiyo operation ilifanywa na our special forces wa 30 SF. Unafikiri mambo huko ilikuwa noma aje? Alafu juu hiyo operation enye KDF walifanya ilikuwa ni noma yenye mpaka ilikuwa imelemea wasewa Navy SEAL Team 6. Unajua Navy SEAL Team 6 nani? Au ni the best of the best. Wewe jua hiyo operation enye KDF walifanya ilikuwa imelemea hawa wa Navy SEAL. Unafikiri ni branda kiasi gani? Lakini wacha tubanje turade ilifikaje ni KDF wakaenda kupiga hii mboka pale. Sasa hii story ni rahisi hivi. Kuna man fulani alikuwa julikana kama Ali. Ali ni champion fulani amezaliwa wapi? Amezaliwa Nairobi na akalelewa wapi? Nairobi. Area fulani wapi? Area fulani ya pale Pumu. So jamaa wakati alikuwa na grow ni msali kwa ameshikilia dini yako na madarasa nini hiyo design. So dini yako imembamba ndio imemuingia. Sasa kwa harakati ali kusoma na kusoma akakuwa amedevelop interest ya kutamani nini, ya kutamani kukuwa sheikh na kukuwa imam kwa misikiti wapi hapa mtaani. Alafu unajua hawezi kuwa sheikh kama hawezi kuwa imam manze kama usomi. So inabidi unajituma kule mbuku kitu hiko ndio uweze kupata nini, uweze kupata knowledge na wisdom kidogo. So man kwa harakati akakuwa amekama cross vitabu zimeandikwa na masheikh wanatokea wapi? Wanatokea huko za Afghanistan na area za Syria na area za Iraq. Sio kakuwa na man akaendelea kuchambua. Lakini wakati alikuchambua mbuku zimeandikwa nao mascholars wanatoka hizo area za huko Asia kama cross kitu fulani ilikuwa ni fani, akakuja cross kitu fulani ilikana kama nini, kama jihad. So kuzi vitabu au walikuwa wameziandika, walikuwa na aje mtu yote mwenye ni Muislamu aende huko awa join kupigana nini, kupigana holy war against watu wa US by that time. Man akaona form inakani poa, lakini brush off, akakuwa anachukulia serious, but sasa anaisoma tu chini ya maji. Akasoma kafika mahali jamaa amekuwa sana fanya nini, anaweza kuwa sheikh kwa msikiti za fulani yenye ilikuwa wapi, ilikuwa pale Pumu. Kakwenda noma. So man pia akiwa kwa hapo Pumu akazanga pia kuteach my youth, anawafundisha na kama anaoingiza hizi mambo za jihadism nini anawafunza. Alafu jo by then bado hii mambo ya terrorism haikuwa imetufikia vizuri, haikuwa imetufikia first hand. So gava pia hawakuwa rada na wase kama hawa, unaelewa. So vitu kwa zimendaga fast forward ikafika mali sasa hao wa Al-Shabaab wakazanga sawa na tuwai. Wao Al-Shabaab huko Northeastern, yani kidogo tumekaa hivi wametupiga boomrush, tumekaa hivi wametupiga boomrush, tumekaa hivi wametupiga boomrush. Hapo ndo gava kamuniaje, gava kama kwa serious sana na imambo. Sio ujue yote gava alikuwa mezuba man hapa Pumu alikuwa shavutisha mavijana form. Sio kabaki mali unapata vijana mwingine mavijana shavutisha form, unapata champe amekaa hapo mtaani na by the way Kenya msana nasema ina make sense. Unajua ukifunza wase so hawezi kosa wase wa 10 wenye kubali hiyo idea. So akapata wase kadhaa nyafanyini wamekubali hiyo idea. Alafu man wakati pia alikuwa kifunza staff alikuwa create connection na wase wapi, wase wa Al-Shabaab, unanipata. So ilikuwa rahisi yeye pia kubanja huko maeria na kutafutia au Al-Shabaab nini man wenye watakuwa nini wanafanya mboka. So hivyo ndo man akawachukua mayut kutoka huko Kenya anawapeleka wapi, anawapeleka Al-Shabaab. Sasa Sheikh akatoa na pichizi mambo zake za jihad kidogo akipata wale maboyo wenye wameshaingia box anawachukua anawapeleka wapi, anawapeleka Somalia huko kwa Al-Shabaab. Wanaenda trainiwa. So jamaa anapeleka mavijana wengi huko Al-Shabaab. Alafu bado ujue gava bado javuta form, kuna mjuste mwenyewe ako huko nditini anachukua vijana wetu na wapeleka huko. Bado gava iko imevuta form. So jamaa akaendelea. So kwa harakati kajipata hadi kwa rank ya Al-Shabaab amepandishwa makidi. Akaambiwa sasa huko lokale ni kama nini? Ni kama commander sasa hii area. Ikakuwa ina noma. So man wakaenda kwa kuchukua sasa na train. Alafu sasa ujue by 2011 Wakenya wetu walikuwa shaingia wapi, KDF walikuwa shaingia huko Somalia. Sasa kwanza kupiga nini, kupiga pia Al-Shabaab boomrush. So hiyo wakati venye wale komeingia huko wase wa KDF ikakuwa imekasirishwa nini, wase wa Al-Shabaab pia kamuniaje, it's time for them start to launch attack na kupiga nini, kutupiga si Kenya tushikia adabu. Ikakuwa noma. So man ile timu yake walikuwa wameenda huko, kumbuka ni wa Kenya. So ni wajuste wenyewe wanajua kupita huko Kenya, wanajua venye Kenya na operate, venye Kenya na kaa wako na ID za Kenya, wako na yani hawa ni wa Kenya. So juu walikuwa mpeleka kwa trainiwa wakamboniaje, juu sasa mnajua nchi yenu, it's time for you guys for nini muende strike. Wewe sajua man wale vijana wake wenye walikuwa mmoja huko kuwapeleka huko. Sio sawa kama waka strike wewe jua. Sino walikam pale wakatupiga boomrush pale Westgate. Unafikiri ni nani? Sino man alitupiga boomrush pale Westgate wewe jua. Kidogo tumepatikana off guard, tumepigwa. Wajuste wetu wamemanyuria nini? Mabulandi left right and center. Man wakaenda pale kwa mtandao na wasi wa Al-Shabaab. Wakaclaim wakasema ni aje, sisi tumepiga hiyo mboka. Na mjue next tunakamsa kuwapiga na mutapenda. Hapo sasa ndio gava wakakuarada wakapata wa
mako. Mujasi anabanja ni mujasi mwenye amekuwa hapa Kenya na amekuwa ya fulani pale Pumu. Ni mujasi wetu tunamezo. Gava pia kuchunguza wale walikuwa wanapiga ile bomu hapo Westgate. Wakapata hao pia ni wa Kenya wetu. Bulanda. Gava kama sasa kuanzia leo huyo mujasi tunamutafuta kila kona. Alafu mujasi manze kuanzia leo huyo ni most wanted person in Kenya. Yani apatikane dead or alive. Huyo mujasi lazima tumshike tumfanye mbaya. Ule venye ile alikuwa shajua gava ya Kenya imemchukulia rada akamoniaje anaula patch kabisa. Yeye akaamua huko Kenya hawezi kama. Yesa akamoniaje maskani yake ni wapi? Area fulani julikana kama Buale huko Jubaland pande ya Somali. Huko ndo Manman akafanya nini? Akaenda kujisunde kakwenda noma. Lakini sababu ndo Manman alikuwa amefanya pia ni ati hiyo Westgate ikipigwa boom rush ilipiga mpaka wananchi wapi wa US na nchi zingine mbalimbali. So hadi government ya US pia walikuwa wamejangori. Wanajiambia Manman anamanyuriaje mtu wetu? Lazima alipe. Alafu unajua US wanakuwa na ile we don't negotiate with terrorists. Alafu sio brand nyingine yenye ilikuwa imefanyika na Ali alikuwa akitoa video ni yeye alikuwa amebanja. So sura yake ilikuwa imeonekana. So sikabaki Kenya na USA wanafanya ni kama multi agency operation. Yaani ni kama wameshikana ndio wasaidiane. Alafu by that time KDF personnel walikuwa kwa ground wapi? Pale Somalia. Ikakuwa ina noma. Sasa si wakaanza mboka sasa ya kutrack mujasi. Wanamtrack wa muwai. Kumbe anajulikana kama Ali alikuwa ni mujanja. Sinaambia jamaa mboka alikuwa anafanya pale kukupelekea wasi Al-Shabaab, alipandishwa makidi. So jamaa alikuwa ni commander. So Manman pia akiwa hapo kwa hii shughuli ya Al-Shabaab alikuwa ameka sheria. Kama venye Osama alikuwa anafanya. Unajua Osama yeye hakuwa itumia tenje. Osama alikuwa akitaka kitu anatuma msee anamletea. Ilikuwa ni mambo ya mdomo. Hakuna mali kulikuwa na internet. Na sasa hivyo ndio huyu Ali pia alifanya. Ali aliamua yeye sasa jua meus na magava zinamtafuta yeye gava ya US, gava ya Kenya, gava ya Israel. Manman akamoniaje pia yeye atumii mali kamenje. Yeye akaamua hakuna kutumia mukia. So Manman alikuwa na operate niaje kama nataka kitu fulani anatuma mujasi. Kama nataka nini anatuma mujasi. Yaani hakuna timali internet inampata ama tenje. So unafikiria ilikuwa ni ngumu aje gava kumround? Ilikuwa ni Bulanda kumround. Gavana hotel mpati. Until ilifika mali sa KDF ya Kenya wakamoniaje Mujasi tukimtafuta hiyo tutamtafuta kifua tutampata. Tutafanyaje? Wakamua wachukua DMI au ni intelligence unit ya nini ya KDF. Wapige nini? Wapige shughuli huko Maria Sonjo hapo Jubaland wakitaka kujua Manman akuia gani kakuna noma. So si wa DMI wakaendeo kaza kujifanya kama wasi wa kusmuggle wasi wa kuuza makaa. Yaani tu wakaza kujifanya wakaza kujifanya kama wasi wa local. So wakiwa huko wakiwa na banja wakiwa wanatafuta nini wakiwa hapo kwa local wakoshavutishwa form. Wakaambiwa Manman fulani wa fulani mtafutaga anakuwa gari ya fulani wa fulani kakuwa aina noma. Huyu jamaa mjioni mwambiaje? Huyu jamaa alikuwa ni komanda. So kumaanisha msee alikuwa na makidi kwa Al-Shabaab. Kumaanisha msee place alikuwa kitembea alikuwa na wasona mugard. Ilikuwa normal design. Sasa aungechukua ati regular KDF personnel watume waende kwa hiyo mission. Ingekuwa ni kama suicidal mission. Unaelewa? So shughuli kama hii ilikuwa inataka wale waseni the best of the best. Alafu ilikuwa inataka elite people. So jupia US walikuwa kwa hii mboka na walikuwa pia wanaotea Manman. Kenya wakaambia wasi wa US ni aje tumepata intel ya hivi na hivi. Wacha tuwafuadie nyinyi muone kama mtatuma nini mtatuma wasi wa ground wakamfa nini wakamkupiga hii mboka. Si hapo ndio wasi wa US wakatumia hizo intel wakachini wakaziangalia wakazianalyze nini wakaziverify wakaona yenyewe hii shughuli yenyewe imepigwa na DMI wa KDF ni yenyewe. Si hivyo sasa ndio US wakakuwa wametuma wamedispatch saa timu yao the best inajulikana kama Navy SEAL Team 6 wakapurura wakafika pale nini hapo kwa waters ya Somalia. Kwa ni aje wamefika. So wamefika hapo wamejipanga nini washapatiwa kila kitu. Wewe jua just walipiga hesabu hivyo wakajaribu kuingia. Wale unajua ni Navy SEAL Team 6 wakajaribu kuingia kidogo mengine hivi na mandege zao kidogo. Waliona hapa mtu wangu haiwezi. Hapa ni Bulanda. Alafu jua Sonjo walikuwa wamepiga nguo huko. Walikuwa shaona nguo Somalia. So pia walikuwa ile fear wakaona tukiingia hapa tunaweza kuwa walk into an ambush. Hatuwezi tukapiga. Kidogo wale wasi wa Navy SEAL Team 6 labda unue mkono. Wakaambiwa siku kwa gava haiwezi. Wakaambia sasa wa gava yetu haiwezi. Juu nyinyi mmeingia huko mapema 2011 na mshachapo kidogo sasa niko sure mshachukua rada kwa hiyo grau. Nyinyi pigeni hiyo mboka. Ikakuwa sasa ni noma sasa.
Sasa venye wasi wa Navy SEAL team 6 waliona mission ni bulanda, next to impossible. Tukiingia hapa manze ni kama tuna walk into an ambush. Aya tukapiga. Ikabaki wamecommunicate na nini na gava ya Kenya na KDF. Wakaambiwa Justin ni aje sisi huko atufanye nini hatuingi. Wewe sajua pia pale wa KDF wasoli kwa mebuyaje. Wasoli kwa meteveva. Josa najiuliza kama nchi yenye the best ni wako na military yenyewe na wako na mpaka equipment wamebuya kuingia huko. Sisi tutatoboa kweli bulanda. Lakini wakaamua Juman man alikama hapa nchi yetu manze katukosea heshima, atamoi kwa vile itakuwa kama ni mbaya wache kwa ni mbaya, kama ni mbaya wache kwa ni mbaya. Hata fadhali tujaribu tusemegee tulishindwa. Si hapo ndo KDF wakachino kapiga mahesabu wakaona hapo kwa KDF tuko na special teams noma. Tuko na special team noma sana. Tuko na kama 30 SF, tuko na kama 40 RSF na tuko na zingine ziko kwa Navy, Marine Commandos na wengine wengi. Wakapiga chini wakaona hii shughuli lazima tupige. Alafu furthermore tumekelea pesa mingi sana kwa watu special forces. Sasa time yao pia ya kutuonyesha hiyo pesa tumekuwa tukiekelea hawa just wamekuwa wakitumia vizuri. Ikakwenda noma. Wakachino wakapiga mahesabu wakamoni aje hebu tena tutume intelligence tuangalie kama place huko just yako ako hapo. Ndio sisi tukiamoni ku launch attack tujue tunapiga shughuli yenyewe ni yenyewe. Ikakwenda aina noma. Si waswa nini waswa DMI pia kamboni aje pigeni kazi. Sasa unajua waswa DMI unapiga kazi au pia kamboni aje watume pia wase wao wenye pia ni wa war waingiza huko. Wakaamua kutuma nini wase wa LRS waende kuchukua rada na kuchukua udanye. Wakaenda wakapiga uchunguzi wakapata man ako hiyo area Bulale, hiyo area wapi ya Jubaland, Southern Somali. Huko tu ndio man ako. Alafu wakapata hadi intel ati aje man anafaa ku travel kwenda area fulani hapo tu within Jubaland. Ikakuwa noma. So si intel ikakuwa ni aje imerudishwa wapi? Imerudishwa kwa hawa KDF wengine. Sikafuadiwa sasa kwa nini? Special forces wakaichukua wakachini wakaipiga analyze wakatosheka wakamoni aje wa just shughuli unafanya nini tunaipiga. Ikakuwa noma. March 2019 sinimwambia kule intelligence yenyewe KDF walipata walikuwa wameambiwaje huyu Ali anafaa kwenda wapi, anafaa kutoka hiyo place alikuwa aende area fulani. Sio area alikuwa anafaa kwenda, kumbe ilikuwa ni meeting fulani yenye alikwenda kumit nini na makomanda wengine wa Al-Shabaab. Unajua mkiwa makomanda wa nini milisha kama Al-Shabaab amkani mahali pamoja mwoga mnakaa pale different. Sio siku walikuwa nafaa kufanya nini kwenda kumit. Alafu juu KDF walikuwa shapatiwa nini washapatiwa intel. So wa special forces au ni wa 30 SF wakaona hii ndio siku yenyewe inafaa tuongoje nini au adjust. Ikakuwa noma. So wa KDF walienda wakakambush mahali wakatulia wakangoja. So ile kambush hiyo place yenyewe au adjust walikuwa nafanya nini walikuwa nafaa kupita. Alafu ile place au walikuwa nafaa kwenda nini kwenda meeting. Ndio walikuwa shajua hadi hiyo location. Ikakuwa noma. So si wakaenda wakatulia. Mimi nakwambia venye tu walikuwa wamepanga na information walikuwa wamepata ilikuwa accurate. Mimi nakwambia hapo ndio alikuwa anapita na mbogi yake. Nakwambia wao special forces nakwambia waliwapiga walk tu iko. Walipiga hour say war ya dakika kidogo less than 1 hour washapiga wao say war kidogo wakatuma coordinates wakaitisha ndege zikakuja zikalipua ile location yenyewe au just walikuwa nda commit. Wewe sajua hiyo siku special forces ilimanyuria wasi wangapi komanda zaidi ya 5. Ilikuwa ni operation moja ilipigwa pale kwa Wasonjo ilikuwa ni Bulanda. Ilikuwa one of the best mission yenye KDF Special Forces wameifanya. Alafu ilikuwa underwater. Ilikuwa chini ya maji, alafu pia ilikuwa imefichangwa. Ni watu wachache walijua. Mimi nakwambia ilikuwa ni bad design. Noma.